Tunaelekea Mashariki ya Kati. Tunaangazia taifa lenye misingi ya dini, historia na damu, Iran. Na tunazama taifa la kale lililojengwa tena, Israel. Na kati yao kuna sauti ya vita, kuna moshi wa hofu, kuna uzito wa uharibifu. Lakini je, ni nani alianza? Na je, ni nani atakomesha? Iran na Israel hawazungumzi kwa maneno, huzungumza kwa makombora. Si mazungumzo ya diplomasia, bali mivutano ya visasi. Swali langu la kwanza ni hili: je, haya ndiyo matetezi ya vita yaliyotabiriwa? Je, hii ndiyo ile Harmagedoni ya Ufunuo 16 mstari wake 16? Biblia inasema, nao wakusanya pamoja hata mali paitwapo kwa Kiebrania Armagedoni. Je, ni hapa tulipofika? Katika Mathayo 24 mstari wake ni 6, neno linasema, mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni, msitishwe. Lakini ni nani asiyetishika wakati Tel Aviv inashambuliwa kwa drone zaidi ya 100? Ni nani anayelala usiku akiwa na amani, huku Tehran ikilipuka kwa sauti za makombora? Karibu uelewe. Karibu usikie kile ambacho kinaendelea. Mwezi Aprili mwaka wa 2025, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisimama mbele ya kamera na kusema, Operation Rising Lion itaendelea milele tukihitaji. Kwa upande mwingine, Ayatollah Khamenei wa Iran alisema, Israel haitaishi kwa miaka 25 ijayo. Haya si maneno ya kuombea. Haya ni maneno ya hukumu. Lakini swali ni hili: je, dunia inatazama tu au tumezoea moshi wa vita? Iran ilishambuliwa katika mji wa Isfahan. Kituo cha nyuklia kililengwa. Israel haikukiri moja kwa moja, lakini dunia nzima ilielewa ujumbe. Mashambulizi haya yalifuatiwa na mfululizo wa drones, makombora na vitisho. Hii si sinema. Hii ni dunia yetu. Katika Quran tukufu, sura Al-Baqarah aya ya 2 neno la 190 inasema, pigeni vita wale wanaopigeni, lakini msikiuke mipaka. Hakika Allah hawapendi wafukao mipaka. Na sura Al-Anfal aya ya 8 neno ya 61 inasema, na ikiwa wataelekea kwa amani, basi nawe elekea na mtumainie Allah. Lakini nani anayetafuta amani? Na nani anayejificha nyuma ya neno kulinda taifa? Wakati Iran inatengeneza uranium, Israel huona kivuli cha Hiroshima. Na wakati Israel inashambulia Syria, Iran huona chuki ya karne. Lakini sisi kama wanadamu tuna nafasi ya kufikiri. Je, tunachagua silaha badala ya sala? Je, tunachagua kulipiza kisasi badala ya msamaha? Donald Trump, aliyekuwa rais wa Marekani, alisema, Iran must make a deal
before there is nothing left. Hiyo ni honyo. Hiyo si siasa. Hiyo ni tahadhari ya mwisho. Katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mikutano imejaa. Lakini je, mikutano hiyo italeta mkate wa amani? Au itaendelea kuwa meza ya chai na mazungumzo yasiyoisha? Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Gideon Sa'ar, alisema, hatukatai njia ya diplomasia, lakini tutaendelea kuzuia bomu la nyuklia kwa vyovyote vile. Je, si hapa ndipo tunaona ubinadamu ukitengwa? Je, watoto wa Iran na Israel hawana haki ya kulala bila mlipuko? Je, damu ya mwanadamu ni tofauti kwa sababu ya dini au taifa? Leo, sauti yangu si ya kusherehekea. Ni sauti ya kuamsha dhamira. Ni sauti ya kuuliza maswali ambayo wengi wameogopa kuuliza. Je, dunia imefika ukingoni? Je, Makedoni imefunguliwa? Na je, kama binadamu tumevilisika kwa akili? Hatimaye tumaini lipo. Amani bado ni zawadi iliyo hai, lakini lazima tuitafute. Si kwa makombora, si kwa maneno ya chuki, bali kwa ukweli, busara na maombi. Kwa jina langu, mimi ni Shadrack Chebii Mfalme wa lugha. Leo nimesimulia historia ambayo bado inaandikwa kwa damu. Simulizi ya Iran na Israel. Ni simulizi ya ubinadamu, na sisi tuko kwenye mstari wa mwisho wa uamuzi. Mfalme Media, sauti ya busara, sauti ya ukombozi.